يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ndugu Islam, tutazingatia aya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ni tukufu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote yule mwenye kufanya mema, yoyote yule mwenye kufanya mema, min dhakarin au untha, awe ni mwanamume awe ni mwanamke, wa huwa mu'minun, lakini kwa sharti mtu kama huyu ni mu'min, yumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akona kalima, yuamini kalima ya la ilaha illa Allah na Muhammadun Rasulullah. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mtu kama huyu tutampatia maisha ambayo kwamba ni mazuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Na tena zaidi ya hayo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatupatia ujira siku ya Kiyama, ikiwemo ni thawabu na neema zinginezo ambazo kwamba ni nyingi, kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo mengi. Kwa nini tuichague maudhui kama hii? Ndugu Islam, maisha ambayo kwamba ni bora ndio maisha ambayo kwamba kila mmoja wetu sasa hivi yafaa awe ni mwenye kuelekea. Wewe kama Muislamu unafaa uwe ni mwenye kuishi maisha ambayo kwamba ni bora, sio maisha ya kawaida, maisha ambayo kwamba ni bora, kwa sababu maelekezo yako katika kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usiishi maisha ambayo kwamba ni bora yaliyoelezwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyoyaeleza mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hii aya ya kwanza ambayo kwamba tulitangulia kuisoma, yoyote yule mwenye kufanya mema, Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kwa upana na kuweka uwanja wazi. Yoyote mwenye kufanya mema, awe ni mwanamume awe ni mwanamke, lakini kwa sharti amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umefanya mema lakini umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ukaweka imani, ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ukajiepusha na kila namna za